الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله جل في علا. Tunaanza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye haachi na achoki kutuneemesha katika neema zilizokuwa nyingi usiku hata mchana. Ninakiri upweke wake ni mmoja ambaye hana mshirika. Ninakiri kwa Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, mtume aliyechaguliwa na Allah na akatumwa kwa viumbe wanadamu kuja kuwaelekeza na kuwaongoza katika njia za uongofu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apeleke rehema na amani kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia kwa familia yake mtume na maswahaba zake na waislamu wema watakaomfuata katika yale aliyokuja nayo hadi kufikia siku ya Kiyama. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa wafuasi wazuri wa mtume Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, kwanza ni kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio usia bora, usia ambao hawakuacha manabii kwa usia watu wao enzi na enzi. Miaka mingi iliyopita, kila mtume aliyekuwa akija katika ulimwengu huu na akawafikia watu wake alikuwa hana kubwa la kuambia kabla ya kuambia ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu. Na huu ndio wasia au ujumbe ambao Mwenyezi Mungu aliwafungashia wema na manabii waliotangulia katika ulimwengu huu. Ibadallah, yaqulu al-barru jalla wa ala tilka al-qura naqussu alayka min anba'iha ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى قومه بآياتنا إلى فرعون وقومه أو ملئه فاستكبروا فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ndugu zangu Waislamu, nimependa aya hizi nizijalie kwa ufunguo wa ukumbusho wetu wa siku hii ya leo, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ananukuu kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na umma mzima wa Kiislamu. Anawaambia tilka alqura, hiyo ni miji, hivyo ni vijiji. Naqussu alayka min anba'iha, tunakuelezea wewe habari zao. Kabla ya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamueleza mtume sallallahu alayhi wasallam umma baada ya umma katika nyumati zilizotangulia. Akampa habari za umma wa Nabii Nuh alayhi salam, akampa habari za Nabii Hud alayhi salam, akampa habari za qaumu Lut alayhi salam, na akampa habari pia za Nabii Saleh. Na hawa wote mitume, ndugu zangu Waislamu, walipokelewa vibaya na watu wao, wakawanyanyasa mitume wao, wakawafanyia maudhi ya kila aina mitume wao, lakini kubwa baya zaidi, wakawa ni wapinzani wakubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumweleza mtume habari hizi za hawa mitume ndugu zake, sasa ndipo anamueleza mtume sallallahu alayhi wasallam tilka alqura naqussu alayka min anba'iha, hivyo ni vijiji ambavyo tumekueleza habari zao. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bilbayinati,
na kwa hakika wameshajiwa na mitume wao na habari zilizokuwa wazi zinazothibitisha upweke wa Allah, lakini pia zinasadikisha utume wa hao mitume kama ni mitume wangu, ni wajumbe kutoka kwangu. Fama kanu liyu'minu bima kadhabu min qablu, lakini matokeo yake hawakuwa wenye kuamini kwa yale ambayo tayari walikuwa wamekwisha jijenga nayo ndani ya mioyo yao ya upinzani na kukadhibisha. Kwa maana ya kuwa kabla mitume hawajawafikia hawa watu, tayari wao wenyewe mioyo yao ilikuwa imekwisha haribika na walikuwa hawataki kabisa kupokea habari za kimungu. Hivyo zilipowajia habari za Mungu wakazikanusha, kwa kuwa tayari mioyo yao ilikuwa imekwisha jiandaa kwa hilo. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin, na hivyo ndivyo Allah anagonga mihuri kwenye mioyo ya makafiri. Maana hata umwambie haki kiasi gani hawezi kuelewa wala kusikia. Wama kana wama wajadna liaktharihim min ahdin, lakini hata hivyo hatukupata kutoka kwa watu wengi miongoni mwa hizo nyumati kutekeleza ile ahadi ambayo Allah aliiweka baina yake na viumbe, kama alivyosema Mungu katika aya zingine, kabla ya kutuumba binadamu kachukua nafsi zetu kaziweka kwenye kiganja chake cha mkono, zote nafsi za binadamu, akaziuliza alastu birabbikum, je, nyie binadamu ambao mnakwenda kuishi duniani kesho, mie si Mola wenu? Qalu bala shahidna, wote binadamu wakajibu wakasema ndiyo, tunakiri kwa wewe ndiye Mola wetu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza habari za hizi nyumati zilizopita za Nabii Hud, Nabii Saleh, Nabii Lut, Nabii Nuh, wakashindwa kutekeleza ile ahadi waliomwahidi Allah mapema huko ya kukubali kuwa yeye ndiye Mola wao. Walipojiwa na mitume kukumbushwa lile neno, muaminini Allah peke yake, wakakufuru, wakakataa. Lakini ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in wajadna aktharahum lafasiqin, lakini tulichokiambukia sie ni kuwakuta wengi miongoni mwao walikuwa ni waovu tu, hawakumwamini Allah wala mtume wa Allah. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina, baada ya hao mitume tukamtuma Musa naye na alama zetu, ila Firauna wa malaihi, azipeleke kwa Firauni na jopo lake, kundi lake na watu wake. Fadhalamu biha, lakini waonao pia walipofikiwa na mjumbe na zile aya za Mungu na dalili zake, wakawa pia wapinzani na wapingaji, hawakupokea vyema na wao kama wale waliotangulia kabla yake. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Sasa nakwambia Muhammad, angalia, tazama ulivyokuwa mwisho wa watu waovu. Wa hadha huwa almahallu shahid, aqibatul mufsidin. Ndugu zangu Waislamu, mwisho kabisa wa aya hizi ndilo lengo la hutuba yetu tukufu hii ya leo, kile ambacho Allah alimzindua kwacho Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaambia tazama sasa ulivyokuwa mwisho wa watu wabaya. Ni hakika ndugu zangu Waislamu, hakuna mjinga kati yetu kutokana na historia Nabii Musa. Tangu zamani tunasikia habari na historia ya Musa, na alhamdulillah mpaka leo kwa mwezi huu ambao tumo ndani yake na tarehe hizi ambazo zinazunguka mbele yetu leo, ikiashiria kalenda ya Kiislamu, leo tarehe ya 11 mwezi wa Muharram, alhamdulillah mimbari za misikiti zinanguruma
madarasa ya mashekhe na walimu misikitini yaporomoka, lakini pia hata mitandao haijabaki nyuma, ndugu zangu Waislamu, kutangaza matukio muhimu ambayo yamebebwa ndani ya tarehe hizi na mwezi huu, kupitia habari ya Nabii Musa na adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Firaunu la'natullahi alayhi. Ndugu zangu Waislamu, nitakuwa mwizi wa fadhila, nitakuwa mjinga asiyetambulika kama nitashuka mimbari hii leo bila kuieleza historia hii angalau kwa ufupi. Nitakuwa nimeidhulumu historia na nitakuwa nimeidhulumu tarehe hii na mwezi huu mtukufu wa Muharram. Kila Muislamu anaelewa maisha ya Nabii Musa na Firauna yalivyokuwa na msuguano, mkokotano ambao haukuwa na mfano. Firauni, ndugu zangu Waislamu, katika nchi ya Misri kajiweka kama mtawala, lakini hakutosheka na utawala, bali alibeba mpaka daraja ya uungu, akawalazimisha watu wa Misri wamwabudu kama Mungu. Akawaambia, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mungu wenu wa juu. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijakufahamisheni kamwe hata siku moja kama yuko Mungu mwingine isipokuwa mimi. Haya ndio maisha ambayo watu wa Misri na Mayahudi waliokuwa nao, au Bani Israeli waliokuwa pale Misri enzi za Firauni, waliishi katika maisha kama haya. Akawajenga katika hali kama hii, fastakhaffa qaumahu faata'uhu, akawatia hofu na uoga watu wake, na kwa vile alivyokuwa ni mtawala shupavu, katili, kaidi, wakamtii na kumsikiliza, wakaelewa kwa ndiye Mungu anaye haki ya kuabudiwa. Ndugu zangu, imekuja ndoto kwa Firauni, kaota kuwa upepo au moto wavuma kutoka mashariki ya kati kuja Misri na kuchoma majumba na vilivyokuwa ndani yake. Akaipeleka ndoto kwa wakaguzi wa ndoto nchini mwake, wakaambia, huu ni mtoto wa kibani Israeli, sio Misri, ni mtoto wa kibani Israeli, ndani ya nchi hii ya Misri yumo, au atazaliwa karibuni. Huyu anakuja kuangusha utawala wako na mamlaka yako. Hapo ndugu zangu Waislamu, ikatoka amri kali kama alivyoripoti Allah Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya za Qur'ani. Akaitoa amri Firauni, yastad'ifu ta'ifatan minhum inna fir'auna ala fil ardi, hakika Firauni alijinyanyua katika ardhi. Yastad'ifu qauma, akawa amewafanya watu wake kuwa madhaifu. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, akawafanya madhaifu baadhi ya watu miongoni wao, Bani Israeli hawa akawashusha daraja kabisa. Yuqatilu abnaahum wa yastahyi nisaahum, akaitoa amri ya kuuliwa kila mtoto mwanamume na aachiwe huru mtoto mwanamke, kwa makusudio ya kuwa yule mtoto anayekusudiwa kuja kuangusha utawala wake awe ameuawa katika hawa watakaouawa. Innahu kana minal mufsidin, kwa hakika huyu alikuwa ni miongoni mwa waharibifu wakubwa. Allah anaripoti hilo. Ndugu zangu Waislamu, zoezi hili lilikamilishwa, likatekelezwa, wakawa wakiuawa watoto wanamume wanaozaliwa pale Misri. Habari ni ndefu na kila mmoja anaifahamu, lakini hatuwezi kukosa kuielezea angalau kwa ufupi na mukhtasar, kwa madai ya kuwa mnaijua. Ni wakati wake umefikia, lazima ije ielezwe na ikumbukwe. Ndugu zangu Waislamu, mtoto alizaliwa kwa ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ndiye Musa alayhi salatu wassalam, na kwa miujiza ya Allah akampeleka Musa kulelewa ndani ya nyumba ya Firauni, yule yule katili na adui. Ndiye aliyemlea, Allah akionyesha ukubwa wake na nguvu zake kama haziwezekani kwa binadamu aina yoyote. Kuwa unavyoweza adui wa Mungu, lakini mwisho wako ni mbaya tu. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin,
Tazama ulivyokuwa mwisho wa watu wa Bani. Amemlea Musa mpaka Musa amekuwa. Hatimaye Musa akaupata utume, kawa ni mtume. Firimbi ya kwanza, agizo la kwanza, amri ya kwanza aliopewa Nabii Musa alayhi salam, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nenda sasa kwa Firaun, kisha chupa mipaka kuwatangazia watu kuwa yeye ndiye Mungu, tena Mungu wa juu kabisa. Kachupa mipaka. Nenda kwa Firaun, kisha chupa mipaka, amewadhoofisha watu na kuwakera na kuwatesa, kawaulia vitoto vyao bado vichanga vidogo. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nenda kwa Firaun, kisha chupa mipaka, la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Inawezekana pengine Firauni akajirejea akakumbuka na akamwokopa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa amekwenda, ndugu zangu Waislamu, amefika kwa Firaun, akamfikishia ujumbe wa Allah, akaambia mimi ni mtume wa Mungu, nimetumwa kwako. Musa akampinga Firauni. Firauni akampinga Musa, utume wake akaukataa. Lakini si utume wake tu, bali akaukataa hata uungu wa Allah. Akamwambia wama rabbul alamin, nani huyo Mungu wa walimwengu? Maana mwingine asiyekuwa mimi haamini wala hakubali Firauni. Nabii Musa akaanza kutoa mawaidha kumfunza Firauni nani Mungu mlezi wa walimwengu. Qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin. Akaambia Allah ni Mungu aliyeumba mbingu akaumba ardhi na vilivyomo katikati ya mbingu na ardhi, kama nyinyi ni waelewa. Firauni akakataa, sijalielewa hilo. Akaambia rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin. Akaambia Allah, kama haujamuelewa, ndiye mlezi, ndiye Mungu wa baba zako wa mwanzo na wale wa nyuma yao na wa nyuma yao, yeye ndiye aliyewaumba. Firauni akakataa, hayupo. Akaambia basi nikupe ishara uone kama Mungu yupo. Akaambia leta ishara zako. Fa alqa asahu. Musa akaitupa bakora lake chini, likageuka nyoka mbele ya Firauni. Akasema huu mchezo mdogo, nyoka tu, tuweke maw'id. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida lan nukhlifuhu tukhlifuhu anta nahnu la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Akasema basi andaa muhadhara na kikao. Musa, kama mchezo wako ni huo wa kuletea watu nyoka kuwatishia, sasa andaa kikao, liandae tume maalum, tukae tuongelee masuala haya, tuonyeshane nguvu uwanjani. Wa an yuhshara an-nasu duha, na watu waalikwe waje mapema mchana kweupe, tukae uwanjani tuonyeshane nguvu zetu. Fajumia as-saharatu limiqati yawmin ma'lum, wakakusanywa wachawi wa Firauni kwa siku maalum iliyoandaliwa. Wamekwenda uwanjani, ndugu zangu Waislamu. Musa hapa na ndugu yake Harun, huku Firauni na watu wake wa karibu, wachawi wake na watu wa mji mzima wamezunguka ukumbi kuangalia mechi inavyochezwa. Ndugu zangu Waislamu, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Musa akamwambia fanyeni sasa yale ambayo mnataka kuyafanya. Wakatupa bakora zao, kamba zao chini, wafalme wale wachawi, zikageuka kuwa nyoka za pita mbele ya watu. Watu washtuka, na kweli nyoka anatisha akiwa mmoja. Sasa hayo ni makundi matuta ya nyoka, na kweli hofu ziliwajaa watu, hata Musa hakubaki nyuma, aliokopa. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, moyo wa Musa ukaingia uoga. Allah anasema, yuko anamueleza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tilka alqura naqussu alayka min anba'iha. Hivyo ni vijiji Muhammad, tunakuhadithia habari zao. Leo ni habari ya Musa, elezwa Muhammad kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, moyo wa Musa ukaingia hofu na uoga. Qulna la takhaf innaka antal a'la,
tukamwambia Musa, hapana, jikaze kabisa, usiogopi, wewe ni mshindi tu. Allah subhanahu wa ta'ala aukaza moyo wa Musa, wa auhaina ila Musa an alqi aswaka fa idha hiya talqafu ma yafikun. Hapa ndugu zangu Waislamu, ndipo ilipokuja amri ya Allah kumwambia Musa, lidondoshe bakora lako chini, na hapo likazuka joka kubwa, talqafu ma yafikun, likaanza kuokota nyoka moja moja katika zile nyoka za wachawi wa Farao. Nachukua moja, ina meza, inakula, nachukua ya pili, inakula, watu wanaangalia mpaka ikamaliza kundi kubwa la majoka yaliyotupwa pale na wachawi. Zote nyoka wa Farao wa Musa akameza, akamaliza, na anabaki anazunguka uwanjani, anatamba kama kuna ziada ya nyoka zingine, leteni, ninasubiri. Faulqiya as-saharatu sajidin. Hapo ndugu zangu Waislamu, ndipo wachawi wote wa Firauni walianguka chini wakamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, wakatangaza rasmi, tunamwamini Mola mlezi wa ulimwengu, Rabbi Musa wa Harun, Mungu wa Musa na Haruna ndiye Mungu wetu na siye. Qala Firaunu amantum bihi qabla an adhana lakum, Firauni akashtukia akasema, mnaaminije Mungu wa Musa kabla sijakupeni ruhusa mie? Innahu lakabirukum au inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha. Akasema, hii ni mipango mlioipanga na Musa kabla ya kuja hapa, mje mniaibishe, mchukue ufalme na utawala wa watu wangu, mchukue nyie, mje mmiliki nyie. Fala saufa ta'lamuna, sasa kwa taarifa yenu nitakuonyesheni, mtakiona cha mtema kuni. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, nitakata mikono yenu na miguu yenu, min khilafin, tena kwa kutofautisha, nakata mkono wa kulia na mguu wa soto, au mguu wa soto na mkono wa kulia, nitatofautisha, nikate viungo vyenu. Wala usallibannakum ajma'in, lakini si hayo tu, bali nyote mlioslim kumfata Musa mnakwenda msalabani kutungikwa nyie. Ndugu zangu Waislamu, hali ilikuwa ni nzito hapa, kuwa ni nzito. Ndipo Musa akawaelekea watu wake akawaambia, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa akawaelekea watu wake akawaambia, mtakeni Mungu msaada na muwe wavumilivu wenye kusubiri, kwa sababu hali imekuwa ni nzito hii ya watu kuahidiwa kukatwa mkono wa kulia kwa mguu wa soto, lakini baada hii adhabu mnakwenda kutungikwa kwenye misalaba, kwenye miti. Si adhabu nyepesi, ni habari nzito hii. Kwa hiyo nataka ujasiri na uvumilivu wa hali ya juu. Ista'inu billahi wasbiru, ombeni msaada kwa Allah. Ndugu zangu Waislamu, hapa bila msaada wa Mungu anakufuru mtu, anaritadi tena, anaweka mikono juu, Firauni narudi kwako, wewe ndiye Mungu. Ista'inu billah, mtakeni msaada wa Allah kuthibitisheni katika hiyo imani na msimamo, msije mkabadilika. Wasbiru, kuwa wenye subira. Qalu udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, wakamwambia Musa, qalu inna ila rabbina munqalibun, wakasema sisi tuna imani kwa Mola wetu ndiko tunakoelekea. Hakuna urefu wa maisha ya binadamu katika hii dunia, hatuokopi vifo sie, kwa taarifa yako. Wakamjibu Firauni, kumbuka hao walikuwa ni watu wake wa karibu, na ndio waliompa kiburi sana na nguvu kwa ile machawi yao. Leo wamemgeuka na waambia, inna ila rabbina munqalibuna, sisi kwa Mola wetu ndio safari yetu. Usipotuua leo, kesho tutakufa, au kesho kutwa. Kumbe kifo kwetu ni jambo lepesi, wala hatuna hofu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nufusa wa sawwaha فألهمها فجورها وتقواها وقد أفلح من زكاها وخاب من دساها. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyeziumba nafsi na akazitengeneza kabisa,
baada ya kuzitengeneza akazipa uelewa na ufahamu wa kuyajua mazuri na mabaya, bila shaka itafaulu nafsi itakayojitakasa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inapata hasara nafsi ambayo itajitupa ndani ya dimbwi la maasi na madhambi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe kuwa katika watu wabaya. Watukufu wa Islam, tayari majibu ya wachawi wa Firauni enzi hizo wamekuwa ndio waaminifu upande wa Musa. Leo wamekwisha mhakikishia Musa na Allah kuwa sisi hatubadiliki, inna ila rabbina la dhair, inna ila rabbina munqalibun, hakuna madhara kwetu, tunaelekea kwa Allah wala hatuokopi kufa. Ndugu zangu Waislamu, akatokea mtu katika watu wa Firauni akamchemsha Firauni, akaambia atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, unakubali kumwacha Musa na watu wake wafanye na kueneza uharibifu katika ardhi yetu, wakuache wawe Mungu na miungu yako wasikuabudu tena? Akamchemsha Firauni, akaongeza adhabu Firauni, akasema sanuqatilu abnaahum wa nastahyi nisaahum wa inna fawqahum qahirun. Akasema basi kwa taarifa hiyo ninaweka adhabu nyingine, ninakwenda kuwaua watoto wao wanamume na nitawaacha wanawake tu, na mimi nina nguvu juu yao. Ndugu zangu Waislamu, Musa akazidi kuwasisitiza watu wake kuwa na subira. Wakaambia Musa, udhina min qablu, wale walioslimu, Musa, maudhi ya huyu tumeyazoea tangu zamani, min qabli an ta'tiyana, kabla hujaja wewe kuwa mtume bado natutesa huyu, hujazaliwa, wa min ba'di ma ji'tana, hata mpaka umekuwa mtume umetufuata leo bado natuahidi adhabu. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Akaambia tulizeni mioyo yenu, si mbali kabisa, ni karibuni Allah atamwangamiza adui yenu na utawala atakupeni nyie, mtaitawala ardhi, mtakuwa huru, lakini kwa sharti atakutazameni Allah baada ya ushinde huyo, baada ya neema hii, mtajishika vipi, mtatenda nini? Kwa hiyo atakupeni Mungu kuepukana na maasi na maudhi ya huyu mtu, atakupeni Mungu ushindi na amani, lakini si bure, pia utakuwa ni mtihani kwenu, aone na nyie baada ya hapo mtafanya nini. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, muda umetuishia, akasema ndipo tukamteketeza na kumwangamiza Firauni na watu wake. Wadamarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wama kanu ya'rishun. Hapo tulimteketeza na kumwangamiza Firaun fil yammi, ndani ya mto wa maji, na tukaharibu vyote alivyokuwa na vitengeneza Firauni. Mashamba aliyokuwa amelimisha yakaangamizwa na Allah, lakini pia majumba ya kifahari waliokuwa wameyajenga watu wa Firauni na Firauni mwenyewe akateketeza Allah, vyote vikapotea na kuangamia, na Firauni akawa ameangamia, ameteketezwa. Watukufu wa Islam, tukio hili ndani ya mwezi huu ambao tumo ndani yake na tarehe ya jana ambayo ni tarehe 10, ndio yametokea haya katika historia ya Kiislamu. Allah anamuangamiza Firauni na kuwapumzisha mabani Israel tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoinukuu Abdullah ibn Abbas anasema, kaingia Mtume Muhammad katika mji wa Madina, maana anatoka Maka siku hiyo amehamia Madina, fawajada alyahuda yasumuna yawma ashura, akawakuta mayahudi pale Madina wanaifunga siku ya Ashura saumu. Fasuilu an dhalik, wakaulizwa kwa nini yeye mwafunga siku hii? Qalu hadha alyawm alladhi adhhara Allahu fihi Musa wa bani Israila ala Firauna fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Faqala alayhi salatu wassalam, nahnu awla bi Musa minkum
faswamahu wa amara bisiyamihi. Anasema Abdullah ibn Abbas, mtume alipoingia Madina akawakuta Mayahudi wanafunga hii siku, akawauliza, nyie kwa nini mwafunga hii siku? Akawaambia, ndiyo, hii siku katika historia yetu ndio siku ambayo Mungu alimuokoa Musa na mabani Israila kuwatoa katika adhabu za Firauni na watu wake. Leo ikifikia tarehe hii sisi tunaifunga swaumu kwa ajili ya kuitukuza siku hii na kuiadhimisha. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akasema, mimi nina haki zaidi ya kumuiga Musa kuliko nyie. Maana Musa ni nabii kama mimi, Musa ni ndugu yangu, mimi nina haki kumuiga na kumfuata kuliko nyie. Akawa mtume anaifunga siku hiyo na akawaamrisha maswahaba kuifunga. Katika hadithi alipokea Ar-Rabi' anasema mtume alipoingia Madina aliwatangazia watu siku ya Ashura, mchana wa Ashura, mida kama hii ya mchana ndio inatambulika kama leo ni tarehe 10 ya Ashura. Mtume akawatangazia Waislamu Madina, akamwambia, nenda mkawatangazie watu, mwambie, man kana asbaha saiman falyutimma sawma, yule ambaye aliamka siku ya leo na swaumu basi aendeleze swaumu yake. Wa man kana asbaha muftira falyutimma baqiyata yawmihi, na yule ambaye ameamka kisha kula leo hakuwa na nia ya kufunga, na asirudi kula tena, abakishe saa zilizobakia ziwe za swaumu mpaka magharibi jua lizame, ndo arudi kula. Hata kama umeshakula hapo ziwia, usirudi kula. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anaonyesha umuhimu wa siku hii. Ndugu zangu, leo ni 11, leo 10 ilikuwa jana. Ni nani aliyefunga siku hii? Ni nani aliyekumbuka umuhimu wa siku hii? Ni nani aliyejua ukubwa na fadhila za siku hii? Siku ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alieleza ubora wake unapelekea mtu kufutiwa madhambi ya mwaka mzima. Fadhila hizi tumezipata ndugu zangu au tulipuuza? Ni utoe mkono wa pongezi kwa kila aliyejituma akajitoa kuheshimu siku hizi za Ashura na kuifunga saumu yake ya tarehe 9 na tarehe 10 au tarehe 10 na tarehe 11. Watukufu wa Islam, khutba ni ndefu kidogo na muda umetupunga mkono. Mimi niseme Allah tunufaishe kwa haya ambayo tumeyasikia, na atujalie katika vichwa vyetu na akili zetu kujenga mawazo ya kuikumbuka siku hii tusije tukaisahau. Sallu ala rasulillahi bi amrin tanzili min rabbikum inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين المبشرين بالجنة، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروه يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. Al-Huda, mwongozo wa jamii.